Mali na madeni linawataka viongozi kueleza mali wanazomiliki na namna walivyozipata. Kwa hiyo kwenye uhakiki hayo yote yanaangaliwa. Kwamba amesema amepata mali kutokana na mshahara labda na posho anazozipata. Kwa hiyo inaangaliwa kwa sababu kwenye taarifa zile za awali kiongozi anaonyesha mshahara wake kwa mwezi ni kiasi gani na kwa mwaka, na posho anazopata makadirio ni kiasi gani kwa mwaka. Kwa hiyo inalinganishwa kwa mwaka husika, akisema kama amepata hiyo mali basi inaangaliwa na mshahara na posho zake kwa mwaka kama zinaweza kumwezesha kununua au kupata hiyo mali. Sasa ikionekana kwamba njia alizoziandika sio za ukweli, ndio hiyo anakuwa ametoa tamko la uongo na hatua hizo za kisheria zinachukuliwa dhidi yake. Na wapo viongozi ambao wamechukuliwa hatua kwa kutoa tamko ambalo ni la uongo. Sheria inasema vipi hatuwezi kuweka bayana kwa wakati ambao wamegundulika ili watu wajue, ama inazungumza nini hasa? Kiongozi ambaye amekiuka sheria ya maadili ya viongozi wa umma, zikipatikana zile taarifa zake au tuhuma hizo, Sekretarieti ya maadili huwa inafanya uchunguzi wa awali, na ikionekana kwamba kuna hoja ambazo anatakiwa kuzitolea maelezo, basi kamishna wa maadili anaelekeza kwamba lile swala lipelekwe kwenye baraza la maadili. Baraza la maadili lenyewe linafanya uchunguzi wa kina sasa wa yale malalamiko au tuhuma ambazo zimetolewa, na baraza lile huwa linaendeshwa kwa uwazi. Kuna baadhi ya viongozi ambao walifikishwa pale na wanahabari wakaitwa, wakaja wakafuatilia na wakaripoti kuhusu au viongozi ambao wamefikishwa kwenye baraza la maadili. Kwa hiyo utaratibu huwa unafanyika, na baraza linafanya kazi zake kama mahakama. Linasikiliza ushahidi kutoka Sekretarieti ya maadili, ambayo kwenye baraza Sekretarieti ya maadili ndio wanakuwa walalamikaji. Wanasikiliza ushahidi, wanapokea vielelezo, wanasikiliza ushahidi pia kutoka kwa kiongozi tuhumiwa au anayelalamikiwa, wanapokea vielelezo kutoka kwake, wanavichambua na kuandaa taarifa na mapendekezo ya hatua za kuchukuliwa dhidi ya kiongozi husika kama itathibitika kwamba kweli amekiuka masharti ya sheria ya maadili ya viongozi wa umma. Sasa asante sana. Na je, mgongano wa maslahi unaathirije uwajibikaji katika taasisi za umma? Mgongano wa maslahi ni kukinzana kati ya maslahi binafsi ya kiongozi wa umma na utekelezaji wa majukumu au wajibu wake kwa umma. Na ili tuseme kuna mgongano wa maslahi, ni lazima kuwe na viambata ambavyo ni maslahi ya umma, kuwe na maslahi binafsi, kuwe na wajibu kwa umma, lakini na mgongano wenyewe uwe umetokea. Kwa hiyo hivyo viambata vyote lazima vikamilike ili tuweze kusema kwamba kuna mgongano wa maslahi. Kwa hiyo uwajibikaji kwa umma unawataka viongozi wa umma kutekeleza majukumu yao kwa bidii, kwa ufanisi, kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu, na kwa maslahi ya umma. Kwa hiyo inapotokea kuna mgongano wa maslahi, maana yake maslahi binafsi yanashawishi au yanaingiliana na hiyo misingi ambayo nimeieleza. Kwa hiyo yanafanya kwamba kiongozi atende au afanye uamuzi kinyume na sheria, kanuni na taratibu, na kinyume na maslahi ya umma, na hivyo inaathiri uhalali wa maamuzi anayofanya, inaathiri upatikanaji wa haki na usawa, ambayo ni misingi muhimu sana hiyo ya uwajibikaji. Kabisa. Na je, kiongozi ama viongozi wanapaswa kutangaza mali zao mara kwa mara? Nimeeleza kuhusu vipindi ambavyo vimetajwa kwa mujibu wa sheria, kwa maana ya kwamba ni siku 30, ndani ya siku 30 baada ya kuchaguliwa au kuteuliwa katika nafasi alionayo, anatakiwa kutoa tamko la rasilimali, maslahi na madeni yake. Baada ya hapo ni mwisho wa kila mwaka, kabla au ifikapo tarehe 31 Disemba, na mwisho wa kutumikia wadhifa, kwa maana ya ndani ya siku 90 kabla ya tarehe ile ya mwisho ya kutumikia wadhifa wake.